Kumsifu Mungu. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunaangalia kipengele cha kwanza cha kutafuta kuwa na neema ya Mungu katika habari ya uchaji wa Mungu. Pasipo neema ya Mungu, jitihada, elimu na chochote kile hakiwezi kukusaidia. Na hapa tunajifunza kwa kuangalia watu waliotutangulia ambao wao walikuwa na uchaji wa Mungu kwenye maisha yao. Haleluya. Kwa tumesoma ya kwamba katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 anasema kwamba kwa kuwa mmeokolewa kwa neema, haleluya, na kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na jitihada zetu, haitokani na akili zetu, haitokani na ujuzi wa kidunia au maarifa ya kidunia, bali ni kipawa cha Mungu. Kipawa cha Mungu maana yake nini? Yaani ile nguvu, yale maarifa ya kuishi katika kusudi la Mungu, kuyajua mapenzi ya Mungu, ni kipawa cha Mungu mwenyewe anakufunulia. Haleluya. Kwa nikasema neema tuliyopokea, neema tuliyopewa inafanyika kuwa mwalimu kwenye maisha yetu. Sio tu ile hali ya kwamba tunastahilishwa, lakini inakuja kutufundisha ili sasa tuwe wa tofauti, tusiishie tu kuwa Wakristo. Neema ya kwanza, tunapewa nafasi ya kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ni neema kwa watu wote, ndio tunaita kipindi cha neema. Lakini kufikia hali ya uchaji wa Mungu, neema yetu inabadilishwa, inakuwa mwalimu. Haiwi tu kustahilishwa kwamba tunasemehewa dhambi kwa kumwamini tu Yesu Kristo. Hapana, bali inakuwa kwa Yesu Kristo kufanyika kuwa mwalimu kwenye maisha yetu. Haleluya. Sasa nimekwambia mfano wa kwanza tunamwangalia tukaangalia kwenye Tito 11 pale, jinsi ambavyo maandiko yametuambia kwamba neema inatufundisha kukataa tamaa za dunia na ubaya wa dunia, inatufundisha haki, inatufundisha utauwa, inatufundisha uchaji wa Mungu kwenye maisha yetu haya ya sasa. Kutoka 33 mstari wa 13 tukamwona Musa amepata neema kwa Mungu. Haleluya. Baada ya Musa kupata neema kwa Mungu, akaona isiishie tu pale. Mstari wa 10 kuanzia 12 hapo. Ngoja nikusomee uone. Ili tunapowasoma watu ujue walienaje. Usiwaone tu kama watumishi wa Mungu, waliendaje katika utumishi wao. Lazima ukae chini waangalie, Mungu akufunulie siri ya Musa kuonekana ni mtumishi wa kipekee kuliko wale wana wa Israeli wengine. Ilikuwa ni nini? Kwa nini Musa anatofautishwa? Mungu anathibitisha, anasema hakuna mpole zaidi ya Musa hapa dunia nzima. Kwa nini? Huyo Musa tulimwona Musa aliua mtu wapenda. Kwa tunaweza tukasema Musa alionekanaje mpole wakati inaonekana ni nani? Ni gaidi, anaua mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu mwenyewe kwa kipawa chake anakupa neema, anafahamu mapenzi yake ni nini hasa, na ana tafsiri ya haki yeye binafsi. Haleluya. Maandiko yanasema mstari wa 12, Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe kujulisha ni nani atakaye mtuma pamoja nami. Haleluya. Mstari wa 13, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Kwa hiyo Mungu ametupa neema kwenye maisha yetu ya kumjua yeye, ya kumwamini Yesu Kristo. Ni wajibu wetu kumrudia tena Mungu, kutafuta neema ya uchaji. Tumwambie Mungu, tupe neema ya uchaji, tujue namna ya kukutumikia wewe, tujue njia ilivyo sahihi ya kukuabudu wewe, ya kukucha wewe, kukutolea wewe. Musa anatufundisha jambo hilo. Kwa hiyo kumbe siri ya Musa kutembea na Mungu ilikuwa ni Musa kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, unifundishe njia zako, unionyeshe njia zako. Haleluya. Katika kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 8 maandiko yanasema, Mungu anamwambia Daudi, anasema nitakufundisha jicho langu likikutazama, nitakushauri ama nitakufundisha jicho langu likikutazama njia utakayo iendea. Haleluya. Kwa hiyo lazima neema ikufundishe njia ya kuenenda, kwa sababu hata kuokolewa kwetu tunaokolewa kwa njia ya imani. Haleluya. Njia ndio msingi wa maisha ya muamini.
Zaburi maana pengine anasema ya kwamba Mungu aliwaonesha matendo wana wa Israeli, lakini akamwonyesha Musa njia. Haleluya! Kwa hiyo tusiwe watu wa shauku wa kuona matendo au matunda, lakini tufundishwe njia ya kuenenda. Maandiko anasema neno lako ni mwanga wa njia yangu. Haleluya! Lazima uhakikishe njia unayopitia ni njia ambayo ni sahihi, ni njia ambayo mkono wa Mungu uko mahala pale, ni njia ambayo ina neema ya Mungu. Kwa hiyo lazima ujue maisha haya, umemwamini Yesu Kristo, umemkubali, mwambie Mungu, nipe neema ya kuijua njia sahihi. Haleluya! Sasa katika kitabu cha Mwanzo hapa tuangalie Nuhu. Nuhu naye pia anahesabiwa kuwa watu walioaminiwa na Mungu. Sasa ngoja nikuonyeshe umuhimu wa kuomba neema kwenye maisha yako. Mwanzo sura ya 6, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8. Haleluya! Sema hapo mwanzo utaona wanadamu wametenda dhambi, wanadamu wamefanya mabaya. Na maandiko Yesu alikuwa akifundisha akasema, kama ilivyokuwa katika nyakati za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika nyakati za mwisho. Haleluya! Sasa kama nyakati za Nuhu watu waliangamizwa, watu walikufa wengi, lakini mtu mmoja anaitwa Nuhu, huyu mtu akaokoka. Kwa hiyo kuna jambo la kujifunza. Nuhu aliendaje akaepukana na jaribu lile? Aliendaje akaweza kushinda, akahesabiwa uokovu? Haleluya! Mwanzo sura ya 6 ukianza kusoma utaona wanadamu wamefanya ubaya, Mungu akaukataa ubinadamu, akawakataa wanadamu, akaachilia gharika kama atakavyoachilia jehanamu ya moto, lakini mtu mmoja anaitwa Nuhu akaokoka. Haleluya! Mstari wa 8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Neno la watumishi wa Mungu. Kwa kumbe kilichomwokoa Nuhu ilikuwa ni neema, haikuwa jitihada, haikuwa utaalamu, haikuwa ufundi, haikuwa staili ya kimaisha, ilikuwa ni neema ya Mungu. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kuitafuta neema ya Mungu, wa kumwambia Mungu, nipe neema yako nipate kukujua wewe, nipe neema yako nipate kujua njia nitakayoiendea, nipate kujua namna ya kukucha wewe, namna ya kutoa. Lazima upate ile njia. Neema aliyopata Nuhu ndiyo iliyomfundisha Nuhu ya kwamba sasa, Nuhu, tengeneza safina liwe na upana kiasi fulani. Hiyo ni neema. Neema imesema inakufundisha, haikwambii tu hautaangamia. Yaani angamia Nuhu, hautaangamia, wengine wataangamia, neema isingekuwa imekamilika. Lakini neema ikamwambia tengeneza safina kwa njia ya imani. Nimesema manake Nuhu ameisikiliza neema, inamfundisha imani. Tengeneza safina, haujaona gharika, lakini tengeneza safina. Upimo wa aina hii, kusanya wanyama, weka kwenye safina. Baada hapo anaambia ingia ndani. Ni neema inakufundisha, neema inakuelekeza jinsi ya kuenenda ili uweze kushinda. Haleluya! Kwa hiyo tamani sana kuwa na neema kwenye maisha yako. Tunafahamu habari ya mtu mmoja anaitwa Joshua na Caleb. Hawa watu ni miongoni mwa wapelelezi 12 ambao walienda kupeleleza nchi ya ahadi, wakaja na majibu tofauti. Haleluya! Hapa nataka nikuonyesha ya kwamba majibu yaliyotolewa na Joshua na Caleb hayakuwa kwa sababu ya ustadi waliokuwa nao, bali walipata neema. Haleluya! Waliitambua neema, wakaikubali, wakaitafuta, ikawatofautisha na wengine na ikawafanya waweze kuokoka, wakaokolewa. Haleluya! Yoshua sura ya 14 mstari wa 7. Yoshua sura ya 14 mstari wa 7. Maandiko anasema, mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu. Yoshua anasema hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi, nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Haleluya! Anasema nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu, lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu.
Haleluya! Kilichomwokoa Yoshua, kilichomfanya Yoshua akapata kurithi ile nchi ya ahadi, akapata kuhesabiwa haki, ilikuwa ni kwa sababu alichagua neema. Nimewambia neema ni kipawa cha Mungu, ni nguvu ya Mungu, ni uwezo wa kiungu ambao Yoshua aliuchagua. Anasema ya kwamba mimi naliletea habari kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu, sio kama nilivyoona, sio kama nilivyotazama, sio kama nilivyojua. Haleluya, watumishi wa Mungu. Maana yake nini? Neema itakufundisha umtolee Mungu kama ilivyo ndani ya moyo wako, sio kama inavyoonekana kwa macho ya kawaida, sio kama unavyojiona, sio kama watu wanavyoona, lakini ni kama ndani yako ilivyo. Sasa kama ndani yako kuna utoshelevu, kama ndani yako kuna utoshelevu, hakuna kupungukiwa. Maana yake Mungu akikwambia nipe mtoto wako kipekee, utampa. Mungu akikwambia uza vyote ulivyo navyo kisha unifuate, utauza. Mungu akikwambia wewe ni mchaji wa Mungu, utapitishwa kwenye jaribu, lakini katika majaribu bado utatoa. Kwa nini? Ndani yako kuna kitu kingine kinachokuongoza, kuna hali nyingine ambavyo unaiona ndani. Haleluya! Na hapa maandiko yanatuambiaje? Yoshua anasema ya kwamba na alimfuata Mungu. Wale wengine waliyeyusha mioyo ya watu wakaangamia. Kwa nini? Waliangalia macho ya kibinadamu, waliwaona wale jamani wanajeshi, waliona ni mtu makubwa kwa macho ya kawaida. Sasa wako watu ambao kwa macho ya kawaida wanajiona wao ni wajane, wanajiona ni yatima, wanajiona hawana, wanajiona ni maskini. Kwa hiyo basi wanashindwa kumsikiliza Mungu, wanashindwa kutembea katika neema. Bwana asifiwe sana. Anasema mimi nilieleza sawasawa na ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Kwa maana nyingine anasema nalimfuata Mungu. Haleluya! Kwa hiyo lazima ndugu yangu uchague kutafuta neema, uchague kuishi kwa kufuata neema. Haleluya! Hii itakusaidia sana kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu anafanya kazi na watu ambao wanafuata maelekezo yako, ni waelevu, waelekevu ndani ya moyo, sio kwa jinsi unavyoona kwa macho. Haleluya! Mungu anataka moyo wako uone, sio macho yako. Haleluya! Najaribu kuonesha hawa jamaa walijifunza wapi hawa watu wa Makedonia. Angalia tena katika kitabu cha Walumi sura ya 5. Walumi sura ya 5 hapo, ngoja nikusomee mstari wa kwanza mstari hadi wa 3 na wa 4. Haleluya! Walumi sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 5. Leo tumekuja bwana, kuja na pikipiki, pigwa vumbi la kutosha, naona mafua vinanisumbua sumbua. Haleluya! Bwana asifiwe. Nishawahi kupanda pikipiki, wewe ukapigwa vumbi mtumishi? Umewahi? Sasa mimi pigwa vumbi ilikuwa wekundu. Tunawahi Injili. Haleluya! Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo kwa imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya! Maana yake muwe na amani na Mungu, yaani msimuone Mungu kama gaidi, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema, kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Haleluya! Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitaharishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Bwana asifiwe sana. Maandiko haya ni matamu mno. Ngoja nikusomee tena maandiko hayo hayo. Biblia yangu moja hapa ya Kiingereza hapa. Somee. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu wa Makedonia ni watu wazuri sana. Ni watu wa kujifunza kutoka kwao. Wanatufundisha
kiu ya kutafuta neema ya Mungu juu ya uchaji wetu kwa Mungu. Neema ya Mungu ni uwezesho wa kiungu. Hautakuwa mtu wa kulalamika, hautakuwa mtu wa sababu. Nuhu pasipo neema asingeokolewa. Musa pasipo neema asingefikia alipofikia. Yoshua pasipo neema ya Mungu asingeingia katika nchi ya ahadi. Haleluya. Mstari wa 3 anasema, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us to develop endurance. Hallelujah. Akasema endurance develops strength of character, and character strengthens the confident hope of salvation. Hallelujah. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dear God loves us, because He gave us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Bwana asifiwe sana. Yaani maneno matamu ambayo atautamani kuyatafsiri. Haleluya. Kwa hiyo sasa hawa watu wa Makedonia wapendwa, maandiko yanasema walipokuwa wakijaribiwa katika dhiki yao, wingi wa furaha yao. Haleluya. Nataka nikuoneshe utofauti sasa wa neema. Kwa nini unatakiwa utafute neema? Unatakiwa utafute neema kwa sababu unapoingia kwenye majaribu, asili ya kawaida ya mwanadamu ni huzuni. Unapokuwa mgonjwa, unaingia kwenye huzuni. Unapokuwa umekosa fedha, unaingia kwenye nini? Huzuni. Hiyo ndo asili ya kawaida ya mwanadamu. Lakini maandiko yanatuambia kwamba mnapoingia katika huzuni pia furahini. Muwe na furaha. Hata mnapoingia katika majaribu, furahini. Mnapoingia katika changamoto, furahini. Kwa nini? Kwa sababu majaribu, changamoto, kupungukiwa vinakuja kwa ajili ya kukufanya wewe kuwa na subira. Vinakufundisha wewe utulivu, vinakufundisha wewe unyenyekevu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe tunapoingia kwenye majaribu, tunapoingia kwenye uhitaji, hatuingii kwenye mateso, tunaingia kwenye darasa. Haleluya. Tunaingia kwenye darasa la kufundishwa unyenyekevu, kufundishwa utulivu. Na hili darasa tunatakiwa tujifunze tukiwa tunafurahi. Maisha yoyote yale ukishaingisha huzuni, ukitanguliza tu huzuni mbele yako, tayari umeingia kwenye laana. Maana mtu aliyebarikiwa hawezi kuishi kwa huzuni. Maandiko yanasema baraka ya Mungu haina majuto. Maana yake haina huzuni. Sasa huwezi kuwa kwenye baraka wakati una huzuni. Kumbe hata tunapopita katika dhiki, tunapopita hata katika majaribu, tufahamu wazi ya kwamba lile ni darasa ambalo Mungu anatupitisha ili tuweze kukomaa katika kuvumilia, tuweze kukomaa katika kungojea, katika kusubiri, tuwe wanyenyekevu. Haleluya. Tunajengwa kuwa wakarimu katika kupita katika dhiki. Yaani ukipita katika njaa, maana yake mtu mwenye njaa akikufuata una uwezo wa kumhudumia vizuri, kwa kuwa unatambua hali ya njaa ikoje, hali ya uhitaji ukoje. Mtu akikwambia bwana nina mgonjwa, na wewe uliwahi kuwa na mgonjwa, unafahamu mazingira ya kukaa na mgonjwa yako 1 2 3. Maana yake nini? Umepitishwa darasani. Haleluya. Kwa anakuambia ule uvumilivu unakutengenezea tabia ya kuwa na tumaini katika Kristo. Unakuimarisha kuwa na tumaini katika Kristo. Kwa hiyo ni muhimu pia upite kwenye majaribu ili ya kufundisha ya kwamba hata katika majaribu uvumilivu wako ulikufanya uendelee kumtumaini Mungu, ulikufanya uendelee kuwa na tegemeo kwa Mungu. Na hili tegemeo tulilonalo kwa Mungu, hili tumaini tulilonalo kwa Mungu, halitatuaibisha, halitatuangusha, bali anasema halitatuangusha kwa sababu pendo la Mungu liko kwetu, kwa sababu alimtoa Roho Mtakatifu. Haleluya. Akaachilia Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, ili Roho Mtakatifu akija kwenye maisha yetu, pendo lake limiminwe kwenye maisha yetu. Tunapopita kwenye majaribu sasa, furaha yake inatawala, inainuka. Haleluya.
Watu wakisikia unaumwa, wakisikia una changamoto 1 2 3, wakija nyumbani kwako wakukuta unatabasamu, wakukuta unafurahi, yaani washangaa, inawezekanaje huyu mtu anafurahi wakati uko kwenye majaribu kiasi hichi? Lakini kama utakosa neema ya Mungu, kama utakosa nguvu ya Mungu, kama utakosa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake ujiandae kuwa mtu wa huzuni na malalamiko. Haleluya. Kwa tunarudi kwenye kanisa letu hili sasa la Makedonia. Wamenifurahisha sana hawa watu. Tunapomalizia kipengele chetu cha kwanza, na tutaishia hapa kwa siku ya leo kwa wakati huu wa asubuhi, lakini mchana tutaendelea. Bwana asifiwe sana. Na kwa neema ya Mungu mchana nadhani tutamaliza. Leo tulikuwa tunafanya marejeo kidogo wa kile ambacho tulijifunza jana. Ndio maana unaona labda tumechukua muda kidogo. Haleluya. Kwa sasa anasema ya kwamba hawa watu walipokuwa wakijaribiwa katika dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi. Haleluya. Je, unapopita kwenye majaribu, unapopita kwenye hali ngumu ya kimaisha, kinachojengeka ndani yako ni nini? Kinachoongezeka ni nini? Yanaongezeka malalamiko, inaongezeka huzuni, inaongezeka kujikatia tamaa, unapoteza matumaini, unajihisi kukataliwa, unajihisi kulaaniwa, unajihisi kuachwa, unamwona Mungu hayupo. Haleluya. Unaimba ule wimbo kwamba yuko wapi Mungu, uko wapi? Ni nini kinatokea unapoingia katika majaribu? Je, nini kinaongezeka? Kwa sababu lazima kuna kitu kitaongezeka. Unapopoteza vitu, kuna kitu kinaongezeka. Haleluya. Sasa anasema hawa watu kwa neema ya Mungu waliokuwa nayo, kadri walipopita katika majaribu, kadri walipopita katika umasikini, Mungu anasema waliongezewa. Anasema uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Haleluya. Lazima Mungu aangalie furaha inayokufanya uongezeke katika ukarimu. Yaani haujutii pamoja na changamoto unazopitia, lakini uko tayari kumtolea Mungu. Haleluya. Kwa tunapohitimisha kipindi hichi, tamani Mungu akupe neema ya kuwa mtoaji, akupe neema ya kufikia kiwango cha kuwa na ukarimu sio wa kawaida. Haleluya. Na unatamani kwa namna gani? Tumesema pale Roho Mtakatifu amiminwe ndani yako. Pasipo Roho Mtakatifu majaribu hayawezi kuwa darasa kwako. Pasipo Roho Mtakatifu changamoto haziwezi kuwa shule kwako, zitakuwa ni kizuizi. Haleluya. Utakutana na changamoto, itakuwa ndio mwisho wa safari yako, lakini unatakiwa kukutana na changamoto iwe mwanzo, iwe ndio chanzo cha wewe kuinuliwa, chanzo cha kuongeza utumishi kwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tutamuomba Mungu aachilie Roho wake Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni zawadi tuliyopewa. Mungu ametukirimia zawadi ya pekee mno, ambayo kwa hiyo tunapokea neema. Roho Mtakatifu ni mwalimu, Roho Mtakatifu ni nguvu, ni uwezesho kwenye maisha yetu. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe shauku ya Roho Mtakatifu. Yakobo sura ya 4 pale. Yakobo sura ya 4, tuangalie mstari wa 5 pale. Bwana asifiwe sana. Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Anasema hivi, au wadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Haleluya. Kwa lugha nyingine ni hivi, au mnadhani maandiko hayana maana? Au mwadhani maandiko ni uongo? Ni kama rasharasha, yaani ni ilimradi tu. Haleluya. Na watumishi wa Mungu, ni swali la kujiuliza, hivi unadhani maandiko tunayosoma haya yanaongea uongo? Haya maandiko jamani, hivi mnadhani ni siasa? Haleluya. Anasema hivi, huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu anatutamani kiasi cha kutamani maisha yetu. Yaani niliwaambia jana, yaani kama wewe unasikia huzuni kukosa hela, Roho Mtakatifu anakuonea wivu mno, anaona
Yaani anakutamania zaidi kuliko wewe unavyotamani. Haleluya! Yaani Roho Mtakatifu anapokuona unaumwa, yaani anatamani uwe uponywe kwa haraka kuliko hata unavyotamani uwe kuwa mzima. Ndio maana anasema hivi, atendaye mambo zaidi ya tuyaombayo na zaidi ya tuyawazayo. Maana yake nini? Anaenda ziada. Yaani kama unadhani kwamba ukipata shilingi 100,000 ndio utamtumikia Mungu, basi Roho Mtakatifu anatamani hata upate 1,000,000 ndio umtumikie Mungu. Ila kinachomzuia ni nini? Hali ya moyo wako ya uchaji. Bwana asifiwe sana. Una hali ya uchaji ndani yako? Sasa angalia mstari wa 6. Anasema lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu akija kwenye maisha yako, akikaa ndani yako, anakujalia neema iliyozidi. Kwa nini? Fahamu wazi ya kwamba nimewaambia pale Musa alipata neema, akasema isiishie tu kupata neema, akasema ikiwa nimepata neema unionyeshe njia zako ili nipate neema. Maana yake ziada. Wote tumeokoka ndio, lakini lazima utafute neema ya ziada ya kukuwezesha kuwa tofauti. Haleluya! Neema ya ziada ya kukufanya utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Wokovu wako usio wa kawaida, usio wokovu wa dini. Lazima utamani Roho Mtakatifu akae ndani yako ili ufikie hatua. Sasa majaribu yanakuwa ni sehemu ya funzo kwenye maisha yako na sio kizuizi cha kuendelea na safari ya wokovu. Ukijaribiwa usikimbie wokovu. Ukijaribiwa uimarike, ujengwe, uimarishwe. Hiyo ndiyo kusudi la Mungu. Kwa hiyo lazima tumtafute Mungu, tumwambie Mungu tupe neema kwa Roho wako Mtakatifu uliyotujalia, atuzidishie ile neema iliyozidi kwenye maisha yetu, tuwe wa tofauti. Mstari wa 6 nimesema, anasema kwa hiyo husema Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya! Kwa hawa jamaa walipewa neema ya tofauti. Paulo anasema, niliwaambia, ilikuwa ni leo nimewaambia kwamba kuna muda ambapo wewe unamwamini Mungu, lakini kuna majira ambayo unatakiwa ufikie Mungu akuamini wewe. Sasa pale ndio kuna utofauti wa Ukristo. Yaani utoke pale ya kwamba niaminini mimi haleluya, waaminini wa manabii zangu, uhame hapo ufikie hatua ya kwamba Mungu anakuambia ninakuamini. Ndicho alichokifanya kwa watu wa Makedonia. Wako kwenye dhiki, wako kwenye majaribu, lakini furaha yao inaongezeka, ukarimu unaongezeka, uchaji wa Mungu unaongezeka, pamoja na kwamba wako kwenye majaribu. Siri kubwa ni nini? Walipata neema. Kuna nguvu ya uwezesho. Roho Mtakatifu alimiminwa ndani yao, akawawezesha kuwatoa kwenye Ukristo wa kawaida. Hapa Paulo anaongea na Wakristo wa Korinto, anawaambia ndugu zangu, nyinyi ni walokole sawa, lakini kuna walokole wako kule Kakubilo, wapendwa, wana neema ya tofauti. Naelewa watumishi wa Mungu. Kwa nini? Walimlilia Roho Mtakatifu akawajalia neema iliyozidi. Sasa nimewaambia hapa kwenye Yakobo sura ya mstari wa 6, anasema lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Ile neno iliyozidi sio kwamba eti ilikuwa ni bahati mbaya kuiandika. Yaani sio kwamba jamani ili Biblia ina maandiko mengi tuweke kale kaneno iliyozidi. Hapana. Lakini anatuonesha kwamba kuna neema inayozidi. Neema inayozidi maana yake nini? Inakufanya kuwa tofauti. Baadaye tutaangalia hapa. Watu wa Makedonia walivuka kiwango. Kama sisi tunapambana na kutoa fungu la 10. Watu walivuka kiwango kiasi kwamba fungu la 10 sio hesabu yao. Neema iliyozidi. Haleluya. Neema iliyozidi itakupa matokeo yaliyozidi. Kama ni kwenye maisha yako ya utumishi, unakuwa na ziada. Haleluya. Tumezaliwa pamoja, tumekuwa pamoja, lakini hatuwezi kuwa sawa kwa kuwa kuna neema ambayo imezidi kwa fulani. Hiyo ndio unatakiwa uitafute kwenye maisha yako ili ufikie hatua ya kuishi maisha ya utoshelevu, ufikie hatua ya Mungu kukuamini. Lazima utafute neema iliyozidi, neema isiyo ya kawaida. Uhamishwe viwango vya kawaida, viwango vya kumwamini Mungu vihame, uingie kwenye kiwango cha Mungu kukuamini.
Paulo anafikia hatua anasema ya kwamba kuishi kwangu ni Kristo. Haleluya. Na kufa ni faida. Anasema ya kwamba si mimi ninayeishi, bali ni Kristo ndani yangu. Haleluya. Sasa hiyo ni neema iliyozidi kiwango ambacho unasema mimi sio tena mwanadamu, sina maana yoyote. Mungu akiamua 1, 2, 3 ni yeye. Haleluya. Yeye ndiye mwamuzi wa maisha yangu. Yaani mimi nimetoa kikamilifu maisha yangu kwake. Kwa nini? Nimejaliwa neema iliyozidi. Haleluya. Sasa hichi kitu kinatoka kwa Roho Mtakatifu. Na ili Mungu akupe hiyo neema iliyozidi, anasema ya kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, halafu huwapa hiyo neema iliyozidi wanyenyekevu. Kiburi ni nini? Kiburi sio ugomvi, wapendwa. Kiburi ni ile kujistahirisha. Kiburi ni kama yule jamaa alienda kuomba akasema mimi ninafunga mara 2 kwa wiki, nafanya hivi. Yaani katika zile namna ambazo unajihesabia una haki. Unajua neema iko hivi, ni kwamba ikiwa umefanya kitu ambacho unatakiwa kulipwa, hiyo sio neema. Umeelewa watumishi wa Mungu? Yaani kama wewe unahisi ukitoa zaka Mungu anatakiwa abariki maisha yako, hapo neema haipo. Umeelewa watumishi? Hiyo ni wajibu wako. Yaani ukija mimi kufanya kazi kwangu, natakiwa nifanyeje? Nikulipe. Ni kawaida. Lakini kwa Mungu tunasema neema iliyozidi. Maana yake nini? Mimi nitakulipa wewe hata kama hujafanya kazi. Hata kama ulikuwa hustahili, lakini mimi nitakustahirisha. Kwa nini? Kwa sababu ya unyenyekevu kwenye maisha yako. Kwa hawa watu walikuwa ni wanyenyekevu. Walikuwa ni maskini, walikuwa ni magonjwa, wako kwenye majaribu makubwa, lakini wakazingatia unyenyekevu. Walivyozingatia unyenyekevu, Mungu akawaondolea kiburi, akawaondolea ujivuni, akawaondolea kiburi cha uzima. Halafu anasema ya kwamba akawapa neema wanyenyekevu ya utoaji. Wakatoa kiasi kwamba Paulo anashtuka. Haleluya. Sasa tunatamani Mungu aonekane kwenye maisha yetu, atujalie neema iliyozidi kwenye maisha yetu, familia zetu ziwe na utofauti, neema izidishwe kwenye masomo yetu, neema izidishwe kwenye familia zetu, watoto wetu, kwenye huduma zetu. Lazima tuombe Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Haleluya. Maana anasema huyo Roho akae ndani yetu. Kwa lazima tuhakikishe kwamba Roho Mtakatifu kaa ndani yetu. Njoo ndani yetu, uingie, utawale. Ili ukikaa ndani yetu tunajua tutapokea neema iliyozidi ziada, ili kupitia wewe tuweze kukucha wewe, tuweze kukuabudu wewe. Bwana asifiwe sana. Simama kwa miguu yako hapo, twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu, tupe neema, tupe Roho Mtakatifu atujalie neema katika kukujua wewe.